Na niko hapa nimesimama, mimi ni nabii, lakini pia serikali inanitambua kama askofu. Lakini huduma yangu ndani mimi ni nabii, na uaskofu sio huduma. Uaskofu ni uongozi, uaskofu ni leadership, lakini unabii ni huduma. Kwa hiyo nakuchallenge baba askofu, funga mdomo wako. Huwezi kutoa pepo, nyamaza. Huwezi kufungua watu wako, nyamaza. Huwezi kuponya watu wako, nyamaza. Macho yako yamefumba, una unabii, nyamaza. Tuachie wenye kazi, tupige kazi. Acha kuongopea watu. Na mimi hapa naongea na wanangu wa kiroho, msibabaishwe. Level yenu nyewe ni ya juu sana. Matembele ya pili hii ninayoizungumza hapa, level yenu ni ya juu sana. Nataka nikuambie, uko mahali salama. Una baba anayejielewa, una prophet anayejielewa, una askofu anayejielewa. Mimi sio kama wale, ni namba nyingine. Mimi hata kama sina radio, hata kama sina TV, wakija watu wawili tu hapa Mungu amenituma nao, naongea nao kama niko na watu 50,000, kwa sababu ninajua nimebeba nini, najua ninaenda wapi. Askofu, unapiga picha za uchi, uko na mwanamke juu, unamfanyia nini na mke wako yupo? Naongea na wewe askofu mwenzangu, unaonyesha picha za uchi kwenye mitandao. Askofu ni wakili wa Mungu, ni wakili wa siri za Mungu. Basi fanya kisirisiri huko, tusijue, mpaka watuwekea hadharani. Alafu utasema kwamba mimi Bwana ameniita. Bwana ameniita. Amekuita wapi? Amekuita katika eneo la ngono. Timiza wito wako wa ngono, maliza. Ikiwezekana nenda karekodi na filamu zingine za ngono. Sikiliza, yeyote anayesimama kinyume na wewe katika maombi na mfungo, mpige nje, mtupe nje, songa mbele. Maneno yao ya uovu tupilia mbali. Simama na Mungu sawa sawa. Mungu atakuonekania, Mungu atakutetea, Mungu atakupigania. Na leo kila adui mbele yako tunamkamata na kumtupa nje kwa jina la Yesu.